Kumbe wachawi wana uwezo wa kupatana kwa sababu ya kumnuia mtu mmoja. Ndio maana maandiko yanasema watakujia kwa njia moja, lakini Bwana atawapiga kwa njia ngapi? 7. Maana yake wanaweza wakaambatana kabisa ili wasababishe jambo. Kweli wamepatana, ila wakuangamia sio wewe. Leo nimekataa kwa jina la Yesu. Hebu sema nakataa kwa jina la Yesu. Mwangalie mtu usoni, mwambie wako wangapi waliowapiana juu ya wewe. Muulize, mwangalie usoni, wapo wangapi? Alafu mwambie sijui. Mwambie pole yako hapo, hata Paulo mwenyewe hakujua. Ila huko watu wananoa meno. Hebu sasa wananoa meno. Hivi unajua maana ya kwamba hawatakula hawatakunywa? Maana yake nyama ya kwa ya nani? Ya Paulo. Hapa sichafui. Namkumbuka mzee wangu, babangu, wakati mimi mdogo. Baba alikuwa na tabia kama ya mjumbe. Sijui leo, alikuwa na tabia kama ya mjumbe. Yaani huyu angekaa na mzee kwa kama wake kabisa. Babangu mimi yuko tayari. Pilau bwabwa, hata kama ni kidogo, akila hataki kuchanganya na chakula kingine. Anakwambia sitaki kuchafua tumbo. Sitaki kuchafua tumbo. Hataki kabisa. Ni hata kama chakula anajua kuna ubwabwa, yani sitaki. Nataka nile pa. Ana kwenye ubwabwa. Hata kama alikuwa shule, kwa sababu tuna ujenzi na kuna ubwabwa. Mjumbe atauliza na mango na nyama. Anaaga kule, bwana kuna baraka ya kujenga nyumba ya Mungu. Sitaki nipite. Akifika cha kwanza ubwabwa upo. Israeli walikuwa na hiyo tabia. Walikuwa wanalilia matikiti maji, vitunguu saumu, wanamlilia Musa wajitu mazima na mandevu yao mpaka yameota na mizizi. Nataka nyama. Musa, nyama. Musa, tumemisi nyama bwana, nyama bwana, nyama. Musa, kwa mibaba mizima nyinyi watoa kwenye nchi ya mateso na wapeleke kwenye hadi, mnalilia nyama njiani. Yako tumemisi nyama ya kwa Farao. Farao alikuwaga anatupa kidogo, ila nyama tunakula nyama. Tunataka nyama. Musa akaenda mbele za Bwana, majamaa ulionipa yanalilia nyama. Yaani ukiona mpaka mtumishi wa Mungu anaingia mbele za Bwana, Baba katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo namleta mama fulani kwa ajili ya jambo fulani. Ujue mtumishi wa Mungu yani kang'ang'aniwa. Kuna kamama kanang'ang'ania. Baba, hapa naona iko sawa. Naona hii jambo liwe mwisho. Naona hili jambo nimechoka jamani. Yaani na kung'ang'ania, omba unavyojua kuomba. Nimechokwa na hii hali. Mtumishi wa Mungu anaingia maombi ya ziada kwa sababu kuna kamama kameng'ang'ania. Musa ameacha kuingia mbele za Bwana kwa mambo mengine ya msingi. Anamwambia Bwana, watu wako wanalilia nyama. Bwana anasema nitaambia upepo utapiga kwale zitakuja, uwape wale, ila wale kwa kipimo. Muujiza wa kwale wa nyama uliletwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Yamemisi nini? Mwambie mwenzako nyama. Ndio maana wachawi bwana kwenye nyama ni wahongo. Nyama, ila nyama za watu. Waangalie mwenzako, ambie kama unakulaga usiku nyama, ujue wako watu wanaokuletea. Haleluya. Na ukiona wanakulisha, ujue wana mpango na wewe. Ile mijamaa inasema hatutakula hatutakunywa mpaka nini? Tumue Paulo. Maana yake hatuchafui meno kwa maji, kwa sababu tutakunywa damu ya Paulo. Hatachafui meno kwa kula matembele, tutakula nyama ya Paulo. Nasema Bwana anasema wakuchukiao atawalisha nyama zao wenyewe. Watakula nyama zao wenyewe. Wewe ya kwako haitaliwa wala damu yako hainyweki kwa jina la Yesu. Hebu sema amina, naelewa. Sema nyama yangu mimi haitaliwa na mchawi yoyote. Nimekataa, wala damu yangu haitakuwa Pepsi kwake. Naelewa? Naelewa? Unaelewa?
Damu yako wanaiona kama kinywaji, wanainywa. Mwili wako wanaona nyama. Mwangalie mwenzako, mwambie una minofu. Wale jamaa wanakutamani kweli yani. Haleluya. Mwambie wengine akushika shavu wasema hii tamtamu, hii sikio hii ndikichoma, hii linalia papa. Mimi sometimes nikiendaga kwenye nyama huwa mawazo mabaya yananijia. Nikienda kule kwa watumishi wa Mungu kule kwenye kitimoto na nini, jua nikiangalia yule kitimoto alipochinjwa, alafu namwangalia akiwa sasa bichwa lile limeshachomwa, inakaa bichwa liafanya hii michanua mdomo hivi, alafu watu pale wanagombania nataka hii. Akili yangu inakuja aise, kumbe mtu na yeye yani, ina maana huyu angekuwa mtu wachawi sasa ndo wanavyofanyaga hivi. Mwingine anafika anasema aise, hivi filigisi maini yapo? Maana yake kuna wala maini ya watu pia wapo. Mwingine anasema pua bwana, ulimi bwana. Kwa hiyo kuna mtu anasema ukiachama hivi, kama ni mpenzi wa ulimi, anaona ulimi huu ni mrefu, anasema huu unanifaa sana huu nikiutafuna huu nikatafuna vizuri huu, anasema afariki nini, mimi nitang'ang'ania ulimi wake. Mwingine anasema pua, mwingine anasema sikio, mwingine anasema vidole hivi nikitafuna hivi nikatengeneza supu ya asubuhi. Haleluya. Mwangalie mwenzako ambie kuna wala nyama za watu. Mwangalie mwenzako ambie hiyo nyama yako hiyo, kuna watu wanaitamani sana. Mwambie wanatamani sana. Haleluya. Haleluya. Mwangalie mwenzako ambie kuna watu wanatamani nyama wewe. Wanamnazo kweli. Mwambie ila ya kwangu hailiwi. Mwangalie mwenzako mwambie sasa uache utani. Ukileta utani, kuna wala nyama wanatamani sana, wakikuangalia hivi wanajilamba mpaka udenda unawadondoka. Anasema nyama ile. Angalia mwenzako ambao wanasema nyama ile. Haleluya. Hebu nikuoneshe kwenye Biblia ili ujue neno la Mungu linaonesha kuna watu wanakula nyama za watu kabisa. Sio kafikiri propaganda ile ambayo watu wasema chawa wanakula nyama. Sio kajua kwamba propaganda. Mika sura ya 3. Mika sura ya 3 ndio ujue uache utani kabisa. Wala nyama wanakutamani kweli yani, ila wao wasemi. Mika sura ya 3 kuanzia mstari wa 2 inasema, ninyi mnaochukia mema na kuyapenda mabaya. Hebu sema mnaochukia mema na kuyapenda mabaya. Kuna watu wanachukia nini? Mema yako. Wakiona kuna mema kwako wanachukia na wanatamani mabaya kwako. Anasema ninyi mnaochuna watu ngozi yao. Hebu sema mnachuna watu. Sema tena mnachuna watu ngozi yao. Hapa Biblia inasema ngozi za kina nani? Za watu. Bwana Yesu asifiwe. Kama uliishi kijijini, kuna ukichinja ng'ombe nini, unachuna ngozi. Chuna ngozi kwa shughuli yako yani. Wengine wanatengenezea ngoma, wengine wanaweka matandiko, malalio. Lakini siku hizi mjini kuna supu mpaka ya ngozi za wanyama, ngozi ile kabisa. Kwa hiyo mwanadamu ana ngozi yake. Mwangalie mwenzako, mwambie una ngozi yako. Mwambie una ngozi yako. Wachawi wao wanachuna. Sasa wanaitumiaje hiyo ngozi?
Biblia haijasema, ila wanachunaga na nini? Yaani mtu waula chawi liko busy na wembe, yani liko cha liatoa ngozi vichwa. Fadhali sisi wengine wembamba jamani, nyama yetu atakula. Haleluya. Mwangalie mwenzako. Haleluya. Mwangalie mwenzako. Mwambie siku ukifumba macho ukafumbua hapo katikati yao wananyembe na mchuna ngozi, unamfahamu wewe mama fulani, wewe kumbe ndio wewe unahusika na kuchuna. Yuko leta mkono huo, naanzia kwenye sura, anaanza kuchuna taratibu, atoa ngozi, atoa taratibu, anakuja kwenye shingo. Yule babu nani anasema toa vizuri bwana, usio kanani hapo, usio ukachuna mpaka na nyama. Toa ngozi tu peke yake, apewe mama fulani awage na kumbukumbu yake. Ndio usiku anakuja akiwa amevaa ile sura ya mtu fulani, ili uangalie kabisa ni mjomba yeye yule, kabisa ni mjomba amenijia, kumbe mama fulani kavaa ngozi yake. Anachuna vizuri hivi kwa mbele hivi, anachuna ili ajifunikie hivi, anaweka masikio kwenye masikio yake, papa rangi kila kitu anajuaje, anaiwekaje, anajua yeye. Usiku anakujia na ile ngozi, akija ni yeye, ila walishamchuna. Sema nakataa, hawatanichuna ngozi, wala ngozi ya wanangu hawatachuna kwa jina la Yesu. Nakataa kwa jina la Yesu, kwenye familia yangu hatachunwa mtu ngozi. Sema amina. Anasema ninyi mnaowachuna watu ngozi yao na nyama mifupani mwao. Mstari wa 3. Naam. Hebu sema naam. Mungu akisema naam, maana yake amina na kweli. Anasema naam. Mnafanya nini? Mnakula nyama za nani? Hivi kuna mtu ameona hilo andiko vizuri? Ameona hilo andiko vizuri? Mnakula nyama za nani? Hebu soma vizuri. Nyama za